Asubuhi ya jua kali, barabara za jiji zilijaa magari, kelele na pilika-pilika za maisha. Kati ya magari hayo, lilipita gari jeupe lililong'aa kama almasi. Ndani yake aliketi binti mwenye mavazi ya kifahari na macho yaliyojaa ujasiri. Jina lake lilikuwa Angela Magesa, mratibu mkuu wa kampuni kubwa ya Lux Events Africa. Angela alikuwa mwanamke mwenye mafanikio makubwa, lakini moyo wake ulikuwa na upweke ambao hakuna pesa ingeweza kuufuta. Kila siku aliishi kwa ratiba kali: mikutano, simu, makabrasha na magari ya kifahari. Alikuwa mfano wa mafanikio kwa wengi, lakini hakujua tena maana ya furaha halisi. Siku hiyo ilikuwa muhimu kwake. Alikuwa anajiandaa kukutana na kampuni mpya kwa ajili ya ushirikiano mkubwa wa kibiashara. Kila kitu kilihitaji kuwa sawa. Alipokuwa akielekea kazini, aliongea kwa simu akipanga ratiba ya kikao. Sauti yake ilikuwa ya utulivu na mamlaka, lakini ndani yake alihisi shinikizo lisiloelezeka. Barabara ilikuwa yenye maji yaliyotokana na mvua ya usiku. Angela alipokuwa akiendesha kwa kasi kidogo, ghafla gari lake likapidiwa maji kutoka pembeni na mtu aliyekuwa akivuka barabara akiwa amebeba ndoo. Maji yaliruka juu na kumchafua kabisa upande wa gari lake. Kwa hasira, Angela alisimamisha gari ghafla. Alifungua kioo na kumkazia macho yule kijana aliyeonekana amechoka, mwenye suruali iliyochakaa na shati lililokuwa na vumbi. Alionekana kama mtu wa kawaida kabisa wa mitaani. Angela alihisi hasira ikipanda. Hakuwa na muda wa kushughulika na watu kama huyo. Alimtazama kwa ukali, kisha akapiga breki na kuondoka kwa kasi, akiwa amekasirika sana. Siku zilipita, lakini picha ya yule kijana aliyemwagikiwa maji barabarani haikuondoka kichwani mwa Angela. Kila alipokaa ofisini, kila aliposhika simu au kufungua barua pepe, moyo wake ulikuwa na hisia fulani zisizoelezeka. Alijikuta akiwaza, je, yule kijana aliumia? Nilimwonea vibaya sana. Lakini Angela hakujua kuwa majibu ya maswali yake yalikuwa karibu kuliko alivyofikiria. Siku moja asubuhi, kampuni yao ilikuwa imepanga kikao maalum cha ushirikiano na kampuni nyingine kubwa. Angela alipofika kwenye ukumbi wa mikutano, moyo wake ulikuwa mtulivu, mpaka mlango ulipofunguliwa. Na akamwona mtu yule yule aliyemwagikiwa maji siku ile. Alisimama kwa mshangao, pumzi zikamkatika kwa muda. Lakini sasa, kijana huyo alikuwa amevalia suti nadhifu, sura yake ikionyesha utulivu na nguvu. Alitembea polepole kuelekea meza kuu. Akatoa mkono kwa tabasamu dogo lililojificha kwenye macho. Wakati huo ndipo Angela alipojua kijana yule ndiye Daniel, mkurugenzi mpya wa kampuni walioalikwa kushirikiana nayo. Moyo wa Angela ulijawa na mchanganyiko wa aibu na mshangao. Lakini Daniel, kwa utulivu wa ajabu, alionekana kana kwamba hakumbuki chochote. Kikao kilianza, sauti za majadiliano zikijaa ndani ya ukumbi. Lakini ndani ya moyo wa Angela kulikuwa na kelele zisizo na mwisho. Baada ya kikao kumalizika, Daniel alimfuata taratibu. Alimtazama machoni kwa upole, kisha akasema, najua huenda hukumbuki, lakini tulishawahi kukutana. Angela alinyamaza. Akainamisha kichwa kwa aibu. Lakini Daniel aliendelea, wakati mwingine maisha yana njia zake za kutufundisha unyenyekevu. Maneno hayo yalimgusa Angela hadi moyoni. Alijua kuwa maneno hayo yalikuwa mazito,
lakini pia yenye hekima. Tangu siku hiyo, uhusiano wao ulianza taratibu, si kwa maneno, bali kwa vitendo. Walikutana mara kwa mara kwenye mikutano, wakabadilishana mawazo ya kibiashara. Lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kikiota kimya kimya. Kadri siku zilivyopita, Angela alianza kuona upande wa Daniel ambao hakuwahi kuona kwa mwanaume yeyote. Upole wake, hekima yake, na jinsi alivyoweza kuona thamani ndani ya watu bila kuangalia hadhi. Daniel naye, licha ya kumbukumbu ya tukio lile, aliona ndani ya Angela mwanamke mwenye moyo wa dhahabu aliyejificha nyuma ya ukuta wa fahari na heshima. Siku moja walikaa wakitazama jua likizama kupitia madirisha ya ofisi, upepo ukipuliza kwa utulivu. Angela alimuuliza taratibu, "Ulikasirika siku ile?" Daniel alitabasamu kisha akasema kwa sauti ya utulivu, "Hapana, niliona tu jinsi bahati inaweza kutokea kwa namna isiyoelezeka." Maneno hayo yalifanya moyo wa Angela kulia kimya kimya kwa ndani. Na hapo ndipo alipojua kwamba licha ya tofauti zao, mapenzi yalikuwa yamepata njia yake. Kwa mara ya kwanza maishani, Angela alihisi amani ya kweli, ile inayotoka kwenye moyo, si kwenye mali wala cheo. Na Daniel, kijana aliyekuwa mtu wa kawaida tu, akawa mwalimu wa thamani kubwa katika maisha yake. Hivyo ndivyo hadithi yao ilivyoanza, si kwa ahadi, bali kwa bahati na msamaha. Na kama alivyoandika Daniel siku moja kwenye barua aliyomwachia Angela, "Mvua iliyonimwagikia siku ile ndiyo ilinifanya nikupate. Kwa hiyo siwezi kuichukia." Angela na Daniel waliendelea kufanya kazi pamoja kila siku. Walikaa meza moja kwenye mikutano, walishiriki mawazo, walicheka kidogo mara chache. Lakini ndani ya Angela kulikuwa na kitu kikubwa zaidi. Kila tabasamu la Daniel lilimchanganya. Kila neno alilolisema kwa upole lilimgusa moja kwa moja moyoni. Lakini alipofikiri kuwa labda huu ndio wakati wa kumwambia hisia zake, Daniel alimwangalia machoni, akatabasamu kwa utulivu, kisha akasema kwa maneno yaliyojaa ukali wa upole, "Angela, naomba tuendelee kuwa marafiki. Siwezi zaidi ya hapo." Maneno hayo yalipita kama kisu baridi moyoni mwake, lakini Angela hakulia mbele yake. Aliinama, akatabasamu kwa bandia na akasema, "Sawa, marafiki." Lakini ndani yake, moyo wake ulilia, kimya kimya, kila siku. Kila asubuhi kazini ilikuwa kama adhabu tamu. Alimuona, alimsikia, aliketi naye karibu, lakini hakumiliki. Daniel alikuwa karibu mwilini, lakini mbali moyoni. Na kila mara walipokuwa wakifanya kazi pamoja, Angela alihisi kama dunia inamcheka. Anampenda mtu ambaye anaweza kumkumbatia kwa macho, lakini si kwa moyo. Miezi ilipita. Angela alianza kubadilika. Hakucheka kama zamani, hakuvaa rangi angavu tena. Alijaribu kujitenga, lakini haikuwezekana. Kwa sababu kila mradi, kila kikao, kila saa ya mchana ilikuwa Daniel. Marafiki zake wa karibu walihisi mabadiliko, lakini hakuna aliyejua sababu ya kweli. Alibaki akiumia kimya, akijifanya imara, akijaribu kuamini kuwa urafiki unatosha, wakati moyoni alikuwa akiteketea. Siku moja, wakati wa jioni, mvua kubwa ilinyesha mjini. Ofisi ilibaki kimya. Watu wengi walikuwa wameondoka. Angela alikuwa bado ndani, akifuta machozi kimya kimya juu ya faili la kazi.
Ghafla mlango ukagonga na Daniel akaingia akiwa na koti la mvua mkononi. Alimuona uso wake ulivyokuwa umechoka, macho yake mekundu kwa kulia. Kwa mara ya kwanza, Daniel hakusema neno. Alisogea taratibu, akakaa karibu naye, kisha akamwambia kwa sauti ndogo sana, "Angela, kwa muda wote huu nimekuwa nikijidanganya." Angela aliinua kichwa polepole, akamwangalia machoni, moyo wake ukipiga haraka. Daniel akaendelea, "Niliogopa kumpenda mtu ambaye anaishi maisha tofauti na yangu. Niliogopa kuumia, lakini sasa na kuona kila siku na bado moyo wangu haujapata amani. Na kuona ukiumia na sipumui." Machozi yalimtiririka Angela, safari hii bila aibu. Daniel akamshika mkono, akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Sitasema tena tuwe marafiki. Nataka tuwe kitu halisi, kama moyo wangu unavyosema." Mvua iliendelea kunyesha nje, ikipiga madirisha kwa sauti ya utulivu wa upendo uliopatikana. Angela hakusema chochote. Aliegemea begani kwake, machozi yake yakichanganyika na tabasamu. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alimkumbatia mtu ambaye hakuwa ndoto tena, bali alikuwa ukweli. Na hapo ndipo simulizi yao ilipofikia tamati. Si mwisho wa huzuni, bali mwanzo wa upendo uliopitia maumivu na ukimya. Kwa sababu wakati mwingine moyo haushindwi kwa umbali, huumizwa na ukaribu usiokamilika, mpaka siku ambapo upendo unaamua kushinda.